Sasa we unaanza kumulilia Mungu. Unaanza kusema sijui nini hii imenianza kuniandama. Umeanza kuandamwa na kisirani kwa sababu mwenyewe umeita kisirani. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe umeita kisirani. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe mwenyewe umeita kisirani. You yourself umeita kisirani. Yule ambaye ninamheshimu na ninamfuata na ninamuita baba, Apostle Johnson Suleiman, amenunua private jet 3. Na ameandika kwa kitabu yake akasema Mungu amenibariki mpaka ninashangaa. Kwa hivyo ukiona ninaongea mambo ya kubarikiwa na hii, usikafikiri ni madharau ama ni kuringa. Kuna tofauti ya mtu anayekuwa na maringo ya ukuu wa Mungu na baraka za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani amekaa hapa anataka kuishi maisha ya kuhangaika? Sote tunataka kuishi maisha yaliyo sawa. Bwana apewe sifa. Sote tunafaa kuishi maisha yaliyo sawa, maisha ya kuinuliwa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna mama kwa Biblia aliyeitwa Tabitha. Tabitha ndio pia aliitwa nani? Dorcas. Biblia inasema Petero alikuwa akihubiri, akaletewa ripoti kwamba kuna mama ameanguka chini na akafanya nini? Na akakufa. Munaita Dorcas. Akasema sasa kama sijui Dorcas nitamjuaje nani? Tabitha, nieleze ni nani? Wakamwambia Dorcas ni yule mama anatengeneza manguo, anashona vitambaa na kuwapatia masikini. Petero akasema mtu kama huyo hastahili kufa, anastahili aishi. Akakwenda na akamwambia Dorcas, bado kuna masikini wanakuhitaji. Akamwambia Dorcas, come back to life. Unapoitoa sadaka, wacha kutoa na kipimo. Unafaa ukitoa utoe zaidi. Kama unatoa mengi, usitoe mengi, utoe mingi zaidi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Remember, as you are giving your offering, you are not giving to the pastor, you are giving to God. Hakuna kitu nyinyi Kiogoro mtanipea ambacho Mungu hajanipea. There is nothing you can give me that God has not given me. Bwana apewe sifa. We are who we are. Tuko uko jinsi ulivyo mama, mzee uko jinsi ulivyo kwa sababu unafikiri wewe ni maskini. Na sasa nikasimamisha mama hapa nimwambie wewe mama ni maskini. Wewe ni maskini ya Mungu, atanichukia maisha yake yote. Yaani aliniona aje ananiita maskini mbele ya watu. Sio ndio utaanza kuongea? Nobody is poor, all of us are rich. Lakini tukitaka kujiangalia hivyo maskini, tutakwama hapo kwa umaskini. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatafuta watu wa kuinua. Na katika hali ya kuinuliwa kuna system ya kufuatwa ndio watu wainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna system ya kufuatwa ndio watu wakabarikiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuja. Sela. Pole kwanza. Wale huyo ndio kuja tu. Huyo ndio brother yake aliachana na ulimwengu akaamua kwenda huko kwa watakatifu. Bwana apewe sifa. Siku ya mwisho. Sasa mimi nakuuliza. Wewe skat simama tu hivyo na nimuite nani mwingine? Hata wewe kuja Naomi. Nataka nimuulize swali. Kosea na mali mimi nakusaidia Nyabuto. Simama hapo. Sasa wewe unaitwa Sela, huyu anaitwa Naomi, si ndio? Tuseme huyu mtu amekuibia. Huyu amekuibia. Wewe usiende kuiba. Bwana asifiwe. Usema ati pastor hata yeye alisema ninakuibia. Usiende uibe. Tuseme haka kamekuibia. Kamekuibia nini? Tuseme kanakuja kwako kanaiba tu. Kanaweza iba unga, kanaweza iba mandazi. Unatengeneza hata chapati. Hata hiyo hakuja ibe. Halo. Tuseme huyo ni mwizi anaibia huyo. Bwana apewe sifa. Umezoea tu kumuibia. Hata saa nyingine na unamrudia tu kila siku, usiniibie.
kama unataka kitu kuja uniombe. Alafu asikie. Siku moja huyo ni mwizi akuja akwambia haki niko na njaa. Na ni nataka tu ujibu ukweli ya Mungu. Usijibu tu juu watu wanakuona. Kwa sababu kila mtu anajua wewe ni sela. Wewe sio malaika sela. You are not angel sela. You are a sela kuchere. Mary sela kuchere. Kila mtu anajua hiyo. Akikuomba unga utampe. Juu amezoea kuniibia simpi. Umupi. Sasa mnacheka juu ameongea uongo ama ukweli? Wewe unaweza kumpa? Unaweza kumpatia? Biblia imesema namna gani? Okay. Acha hiyo msamaha unaongea tu hapa kwa sababu iko kwa Biblia. Mwezi hata mimi siwezi kusamehe. Wewe unaniomba? Hello? Si umezoea sasa labda umekuja ukapata nimeweka umbwa kali. Sasa ukashindwa kuingia, sasa unataka kukuja wewe sio mzuri, ni vile nimefunga milango ya kuiba. Mkakae, Mungu awabariki. Nilikuwa nataka kusema nini? Hivyo ndio tunakuwa mbele ya Mungu. Wewe umemuibia Mungu na unajipeleka kwa Mungu. Mungu nisaidie. Mungu usiponisaidie. Yaani Mungu leo mimi nimeacha mambo yote. Unafikiri Mungu ni mwenda wa simu? Kwamba ulimuibia jana, ukaiba juzi, ukaiba na hiyo mwaka, sasa kwa sababu kimeumana unamwambia Bwana nibariki mimi nitakutenda mema. Hakuna. Huwezi kumuibia Mungu alafu ujifanye kwamba wewe ni mnyenyekevu upige magoti hapa deliverance. Haiwezekani. Kama wewe ni mwizi, ukienda mbele ya Mungu, Mungu anakuonanga na wizi. Haleluya. Ndiyo maana kabla haujaokoka tunakuambianga rudia maombi haya nyuma yangu. Unasema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Ukiisha rudia, ndio tunafanya namna gani? Tunakwambia sasa unaweza ongea na Mungu. You cannot talk to God. You cannot talk to God when you are a sinner. Mungu asikiangi maombi ya waovu. Bwana pewe sifa. God does not listen to the prayer of the wicked. I tell you the truth of God. Bwana pewe sifa. I've given you an example. God cannot do that. I tell you the truth of God. I tell you the truth of God. Mungu ni mtakatifu. That is why jaribu kuwa mtu mtakatifu. Jaribu kuwa mtu aliyekuwa straight. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Unajua wengine kwa mawazo yao sasa hivi wanaanza kufikiri, afadhali ningekuja next week. Sasa mbona nilikuja wiki hii? Mtu aliniambia last week ilikuwa fire. Sasa ningekuja ile siku ya fire. Hii ndio iko fire kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka za Mungu ziko na mpangilio wake. Hallelujah. Naweza hubiriwa kitu ya kukufurahisha na haina baraka kwa hiyo kitu. What is there? Can you receive the blessing of God? Can you receive the blessing of God? Hallelujah. Wakati mtu uko sawa mbele ya Mungu, basi maisha yanakuwa sawa tu. Maisha yanakuwa tu sawa. Mtu unakuwa umebarikiwa. Unakaa tu umebarikiwa, umeinuliwa. Unakaa tu umebarikiwa na uko sawa. Bwana apewe sifa. You just sit and you are okay and you are blessed. Hello? You just sit and you are okay and you are blessed. You are blessed. Uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua mpaka Mungu anashindwa kubariki ama aache. Kwa sababu the way unajibeba is different. The way unajiongeresha is different. Mpaka unafikiri ukikuja kanisa pia umemfanyia Mungu kitu ya maana. Ukikuja kanisa actually umejifanyia kitu ya maana. Kuna mtu aliniambia, unajua pastor mimi hata nitasamua niache hiyo kanisa. Nikacheka. Nikasema haina shida. Haina shida. In fact, headquarter ya hii kanisa
Mahali kanisa imejulikana mwisho yake ikafika ni Nairobi. Nairobi is the end of this church. Kutoka hapo tunaingia katika roho. Bwana apewe sifa. Kanisa zingine kama Catholic, SDA zimeenda mpaka Amerika, ndio mwisho. Mwisho ni Amerika. Catholic ukifuata unafika huko Rome. SDA ukifuata unafika Amerika. PAG ukifuata, mwisho ya PAG ukifuatilia unafika Amerika, mwisho yake. KAG ukifuatilia unafika mwisho Canada. Bwana apewe sifa. That is the end. Ndio mwisho, dini umemaliza. Hallelujah. Fadhali yetu ukifika Nairobi na kupatia transfer kwenda mbinguni. Tunakuconnect huku kwa anga. Kutana na Mungu hapo na kwa sawa. Let me talk to you. Wacha nikufungue macho uone. Ndio uelewe what is supposed to be done. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka mtu anisomee Zakaria 14. Zakaria 14. Zakaria 14:17. Zakaria 14:17. Quickly tafadhali. Zakaria. Kama umefika huko usome haraka. Yes. Soma haraka. Unasikia? Kapanda mulima huko, mulima wa Yerusalemu, mkaenda kumwabudu Mungu huko, hakutakuwa na mvua kwenyu. Kumbe kupanda mulima ili ukaenda kumwabudu Mungu pale Yerusalemu, hakutakuwa na mvua kwenyu. Kama mutapanda mulima wa Yerusalemu muende kuabudu Mungu, na mvua kwenyu. Kazi ya mvua ni nini? Ndio Mungu asema hataleta mvua. Si angesema hataleta jua? Mvua ndio ufanya vitu zinakuwa. Mvua ndio uleta mahindi na mmea. Is there God there? Is there God there? Bwana apewe sifa. Je, kuna Mungu hapo? Huwezi kwenda kila mahali ati kwa sababu huko ulizaliwa ukapata mamia anashiriki huko, dadia anashiriki huko, sasa wewe uko hapo. Jiulize, je, kuna Mungu hapo? Je, kuna Mungu huko? Nikienda huko mimi naweza kubarikiwa, mimi naweza nikainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kukaa tu mahali namna hiyo. Unakaa mahali watu wanakaa wamehangaika. Is there God there? Je, kuna Mungu mahali pale? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na si eti kwa ubaya. Jiulize, je, hapo nakoenda kuna Mungu hapo? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wamezoea wakienda mbele ya Mungu, na nakwambia kama kuhani, watu walikuwa wamezoea wakienda mbele ya Mungu, wanakaa mbele ya Mungu na wanaenda na mikono mitupu. Basi Mungu akamwambia Musa, akamwambia raundi hii waambie hao watu wasikuje, kwa sababu ni kama chukizo kwangu. Unajua kuna watu hapa wameingia hapa na wako ibeba sadaka ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawako ibeba sadaka ya Mungu. Sasa mtu anafikiri, sijui anafikiri eti Mungu ataelewa sina. Huyo Mungu nafikiri ataelewa huna, ndiye Mungu alielewa hutakuwa naye, na akasema usije kwangu na mikono iliyo mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Fedha na dhahabu vyote ni vya Mungu. Hakuna kitu wewe unaweza ukafanya ukasema mimi nimemsaidia Mungu. Mimi nimemsaidia Mungu. Ndio Mungu apeane ujumbe kama huu, ni wa kutaka wewe uinuliwe na uwekwe sehemu fulani ya maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watoto siku hizi wameharibika. Watoto hawajaharibika saa hii ati dunia imeharibika. Nani alikwambia dunia imeharibika saa hii? Nani amekwambia dunia imeharibika saa hii? Ni nani? Imeharibika saa hii? Ni nini imefanywa mgeni saa hii ambayo haikufanywa kitambo?
ati watoto yangu wameharibika kwa sababu hata dunia imeharibika. Haijaharibika. Haleluya. Siku hizi baba akitaka kulala na msichana wake anajificha ndio aende walale na yeye. Na siku na mtu aliitwa Lot, yeye hata hakupanga kulala na wasichana wake ndio walipanga walale na yeye. Wakamnunulia pombe, wakamwambia baba tuende. Wakafunga room. Halo, sasa kati ya saa hiyo na saa ile ni gani wameharibika? Kama saa ile wasichana ndio walipanga walale na baba yake, na saa hii ni nani ameharibika zaidi ya hiyo ingine? Are you hearing what I'm saying? Dunia haijaharibika saa hii ndio watoto wenyu waharibike. Watoto wenyu wameharibika kwa sababu mmechukulia kumwabudu Mungu kama jambo la mzaha. Kama mtu kakijisikia kama mimi, kanavalia suti, kanajibandika pasta, kanabeba Biblia, kanasema haleluya. Oh, kata. Ukisikia kata, unasema nenda niombe. Niwekelee mkono. Haleluya. Manabii wamejaa wengi tu. Bwana pewe sifa. Mtu akisikia ana kitu kwa mfuko, sauti yako nayo, na anaweza nunua, anaweza Jesus Christ. Na amesoma akafika hata class 8 ama form 4 hiyo shule, amefika kama university, amekosa kazi, anasema I will be a pastor. Hii ndio kitu rahisi. Anaambia mtu haleluya, ninaona kifo inakaribia wewe. Hata ukimuuliza iko kala gani, unasema kata baba. Nimeona kifo. Ifukuze ni 2000. Ifukuze. Hiyo kifo ya kufukuzwa ni 2000. Lakini wewe pia ni mjinga. Haleluya. My God. Bwana apewe sifa. Watu wamefanyiwa ujanja, hawaelewi Mungu yuko wapi ama Mungu hayuko wapi. Mtu anakuja kwa ofisi yako, kiti anakalia yenyewe ni 1000 sijui ngapi. Anaingia kwa ofisi, nikimaliza kuomba anasema nitoe sadaka. Anaanza kutoa kibeti, nikiangalia hiyo kibeti pesa inatoka mingi, ndani ni 100. Nasema sasa akinipa 100 aende kutangazia watu hapo nje. Ukienda ofisi ya pastor ukimwona unatoa sadaka ya 100. Kwenda huko mami, sipokee sadaka, rudi na sadaka yako. Haleluya. Tumepewa bure, tunapeana bure. Bwana pewe sifa. Halo. Mimi sijaomba mtu sadaka tangu nije Kiogoro. Na hii kanisa imewekwa tile, imewekwa ceiling yote, na magari za kanisa zimepangwa nje. Hakuna mtu ananilipa ndio nimwombee. Tunaomba free na miujiza inafanyikana. Na Yesu anabaki kuwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ulima wa kweli uko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sasa watu wamechanganyikiwa. Hawajui waende wapi, hawajui wasiende wapi. They don't know where to go and where not to go. They are not sure where they should go and where they should not go. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninawasiliana na mtu kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa. Lazima tujue kuabudu Mungu wetu. Haleluya. Mimi nimejua Mungu anabariki wakati unakuwa mwaminifu kwake. Watoto wenyu wameharibika. Si ati inji imeharibika, hapana. Inji iko sawa. By the way, na si ati nauliza kwa ubaya. Si unajaribu kuniambia ati watoto wameharibika? Tumezaliwa hata 70. Na wale wa 80 tuseme 81 hapa 80 iko. Niwaulize swali. We, ulifikia wakati ile watu walikuwa wanatengeneza botwaro? Tibu tona makonge.
Anafahamu? Ama iko namna hiyo? Heshima ilikuwa imepotea. Heshima imepotea ama watu wameharibika kwa sababu kuabudu Mungu imekuwa baridi. Watu hawafanyi ibada ama waabudu Mungu vile inastahili. Unasema nini? Wakati yetu hata wachana na hiyo vitu mnaita sigara ati mnanunua hapa. Sigara imefika shilingi 5 sasa hii. Sisi hata wakati yetu sigara ilikuwa inanunuliwa, mtu alikuwa analeta tombato anapanda. Atata. Andambanyi wete. Mungu tenda kwa saburi. Numate tombato niki. Mata bana go simeke tombato buga bana bako barabe bwo nelino. Bako wako chiali. Bwana apewe sifa. Na hiyo ni kitu tulikuwa tunaona. Hata mimi najua vile tombato inafanywa. Sasa wewe unaniambia kitu gani? Pombe. Unasema nini? Kwetu nyumbani. Hiyo kitu kinaitwa ni busa. Ni busa. Busa. Ntonkero tige busa. Ekangara nero tige kangare kwa nero. Libuti. Kama huku kunywa libuti wewe hata. Kama wewe si mkisi huwezi elewa ninaongea nini. Kama unakaa karibu na mtu ambaye hajui libuti ni nini, mwambie ni aina ya koti. Ni koti. Hello. Hiyo kitu iko inapikwa kwenyu? Okay, jirani wako wanapika? Uliharibika? Uliharibika. Uliharibika. Mbona niambia ati watoto wameharibika siku hizi? In fact, December kila nyumba, karibu nyumba zote walikuwa wanapika ama mkwa ama tuongee ukweli. Ni nani basi kwao sio sahi? Ni nani kwao? Vitu kama hiyo uliona chinkara, kitu kama hiyo. Wacha kujifanya watakatifu hapa. Wewe sema ukweli hata mimi. Thank you. Umekuwa waaminifu. Hiyo vitu tuliona. Uliharibika. Chinkara ni kitu ulikuwa unabeba tena unaibeba na madharau. Hapo si tu walikuwa usecurating hapo ulipo antabachete. Sio namna hiyo. Twabuza yiga kwabuza kwa beke bunda igoro chui kwenu. Wantu bana benyere chinkara. Kwata chinkara kwa chiweka mache kwa beka nesukali. Wa? Mbona ujaribika? Kwa nini ujaribika? Kwa nini ujaribika? Kwa nini ujaribika? Kwa sababu mama yako alikuwa akienda kwa kanisa, alikuwa amejua jinsi ya kukuitia Mungu. Walikuwa wamemaanisha wakiingia kwenye ibada, walikuwa wamejua jinsi ya kumuita Mungu. Hallelujah. They understood what to do to take you before God. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Kama nilikuwa ninaona kama ni wakati wa kumtolea Mungu, walikuwa wanatoa. Ayubu, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu, in the book of Job 1 verses 5, the Bible says Ayubu kila wakati watoto wake wakiwa na sherehe alikuwa anarudi nyuma anatoa sadaka, ni kwa ajili ya watoto wake. Anasema pengine kijana yangu amemwasi Mungu ndani ya moyo wake, anaitoa sadaka, anasema Mungu ni kwa ajili ya mtoto wangu wa kiume, Bwana ni kwa ajili ya mtoto wangu wa kike. Wana wa Ayubu wakawa wako sawa. Mungu Bwana apewe sifa. Kama unataka watoto wako wawe sawa, kumbuka kuwabeba na kuwapeleka mbele ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wakati ule wetu, mtu akiwa mchawi, mnajua kwa kina fulani ni wadenja. Halo. Umatenga nyaleba no motenja. Abuna batenja batege. Abuna batenja. Ilikuwa unajua hawa watu ni lakini saa hii watu wamekuwa watenja na
uwezi ukajua. Munarowa kila siku na uwezi uka-understand. Ni lazima pia wewe ujiconnect zaidi, kwa maana wameamua watakuangaisha. Wakiamua watakuangaisha, amua hata wewe kujibeba na ujipeleke kwa Mungu aliye hai. Jiconnect. Sema leo nitajiconnect. Sema leo nitajua injili ya kweli. Bwana apewe sifa. Haleluya. Makosa ni kwamba watu wamejificha ndani ya maombi. Watu wamejificha ndani ya maombi. Mungu ni wa kukupatia hikma na kupe kujua, ujue na uelewe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mungu ni wa kukupatia kujua, ujue na uelewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni ujue na uelewe. Ujue na uelewe na uweke utakatifu wa Mungu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe unapata wapi muda wa kusengenya naye watu? Unapata wapi muda wa kufanya hayo mambo unayafanya? Tafuta Mungu, kwa sababu Bwana anapatikana. Haleluya. Mambo ya kuombea mtu apone sio kitu kilicho kigumu mbele ya Mungu. Mambo ya kupata muujiza is not hard before God. Hizo ni vitu Mungu anaweza kufanya kwa njia rahisi, kwa sababu kukiwa na utakatifu, basi Mungu anashuka na anaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana anataka utakatifu kutoka kwako. Mungu anataka akuinue na akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kila mtu anakujua. Kila mtu anajua ukweli. So wacha kuingia tu kwa klasi yenye ujui, kwa kufurahisha mtu uteseke. Unafurahisha mtu kwanza ufanye nini, mna gani? Uteseke. Watoto wako wateseke, na huyo mtu akuone fala. Mimi najua kuna mama wajui fala ni nini. Fala ni mtu mjinga. Na kuna wasee wamezaliwa miaka yangu hawawezi wakajua hiyo kitu. Unaje onekana mjinga kwa kitu ambayo hustahili. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tafuta Mungu. Tafuta Mungu. Mimi nimeona Mungu akifanya muujiza. Nimeona Mungu akiinua watu, na huyo Mungu atakwenda kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Nataka nione wagonjwa hapa. Kama wewe ni mgonjwa songa mbele. Kama watu wamekaa, if you are sick just come.